Lengo la kuwepo hapa ni moja, hususani na hii ni faida kwa Watanzania kiujumla. Bwana, maandamano binafsi sio mazuri. Mimi binafsi sipo tayari kufanya maandamano aina yoyote yale. Sijaona sababu na faida ya kufanya mimi niandamane. Twendeni 29 Oktoba tukachague viongozi stahiki wanaostahili kuwa viongozi wetu. Kwa hiyo tukisema tungangane na pointi zetu za kusema tukaandamane tudai haki zetu, no. Haki itakuja tu baada ya uchaguzi. Najua mama yuko pale. Mama yuko pale na viongozi wengi wa umma wapo, watumishi wa umma wapo. Na hata hao wanajeshi wapo wanawasikiliza. Na hata polisi wanawasikiliza. Yaani kiufupi tu, au ya askari, rais, mbunge, waziri, sijui nani, wote ni raia, ni binadamu tu. So kama ni binadamu, lazima kwanza tutengeneze amani na upendo. Usalama, amani na upendo. Yaani hivyo ndio vitu bure, ndio utajiri wetu. Kwa hiyo tukisema tukangane na maandamano, haina maana. Wewe una watoto wawili, unaenda kuandamana. Ukikamatwa wewe, ukipewa kesi, haya, usitaacha watoto wanahangaika. Kwa nini sasa iwe hivyo? So siko tayari kukushauri wewe uende ukaandamane. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kutetea uhai na usalama wako wa maisha yako, kwa sababu kuna maisha baada ya maandamano na kuna maisha baada ya uchaguzi. Kwa hiyo kuna wengine wana mwemko kwa sababu ya uchaguzi na mwisho wake maisha yao ni magumu sana. Plus ongeza na kutafutwa na polisi. Kuna haja gani ya wewe kuanza kuongeza vitu vingi katika maisha yako angali maisha yako ni magumu sana? So tukae kwenye point, tusiende kuandamana, tutulie, tumombe Mungu. Kuna leo unaandamana, kesho utakuwa kiongozi. Si ndio utakuwa kiongozi wa kufanya hamasa ya kuandamana? Nchi yetu si utaipeleka pabaya. Kwa sababu hujakuwa kiongozi lakini bado wewe una mwemko wa kuandamana, yani kupinga nchi siende vile ninavyotaka. Katiba ipo, sheria zipo, na tuna viongozi waadilifu, tuna viongozi ambao wana hofu ya Mwenyezi Mungu. Mimi binafsi niwashukuru sana ambao umenielewa, na asanteni kwa kunisikiliza. Tufanye uchaguzi tuanze uchaguzi ukawe baraka na heri, tukaanze salama, tumalize salama. Nchi yetu sio ya vita, nchi yetu ni amani na upendo. Kwa hiyo tusitengeneze kitu kinaitwa msongo wa mawazo, kwa sababu unapokuwa na msongo wa mawazo ndio unatengeneza vitu ambavyo havitakiwi. Kaa chini, muombe Mungu. Mungu tupe viongozi sahihi. Mungu atawapa viongozi sahihi. Mimi binafsi mwenyewe huwa nakaa na muomba Mungu sana. Huwa nakaa na muomba Mungu. Mungu tupe viongozi wanaostahili, watakaoenda na sisi. Na sisi tutaenda nao. Lakini tukisema tukae tu, tukisema tukae eti tunawaza tukandamane, hiyo haisaidii, kwa sababu inajenga. No, kuandamana kuna bomoa, kujengi. Na sisi nchi yetu tunahitaji kuijenga. Tunaijengaje? Kwa umoja, kwa ushirikiano, kwa upendo, kuaminiana. Leo unamchukia kiongozi Daktari Samia Suluhu Hassan. Sijajua, naweza nikakuuliza nipe sababu ya kumchukia. Unamchukia kwa sababu ni kiongozi. Hiyo haistahili kabisa. Haya, unamchukia Nchimbi, unamchukia Mheshimiwa Nchimbi pale kwa sababu ni kiongozi. Hiyo haistahili. Haya, unamchukia nani? Mlilo. Unamchukia Mlilo kwa sababu ni kiongozi. Hiyo pia haistahili. Unakuja kuchukia jeshi la polisi. Linatimiza kanuni na sheria zao na utaratibu wao. Haya, unaichukia bure. So unakosea. Pia nikuombe tu, unapomwona kiongozi yoyote wa umma, heshimu tu. Atabaki kuwa kiongozi. Yaani hata unune vipi atabaki kuwa kiongozi. Hawa wakuu wa vituo vya polisi, mwaheshimu tu. Na pia muwaombee, nao ni watu. Ni watu kama nyinyi. So na pia niombe sana jeshi la Tanzania, jeshi la wananchi, jeshi la polisi, niombe sana wapendeni wananchi wenu. Mwisho wenu utakuwa mzuri sana, kwa sababu kuna jeshi leo ni mwanajeshi, kesho utakuwa raia wa kawaida.
Je, angalia umetengeneza nini katika jamii yako, na kama ulitengeneza mabaya, ujue unapostaafu na wewe unaenda kuchezea, kwa sababu wewe utakuwa sio tena mwanajeshi, utakuwa mwanajeshi mstaafu, ni raia wa kawaida. So ulichokivuna ndicho utaenda kukutana nacho mtaani, na ulichokipanda ndicho utaenda kukivuna. So twende tukapande mema tu ya nchi, kwa sababu bado tuna survive, tunaishi. Hakuna anayejua siku yake ya kesho. Lakini ni muombe na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan atengeneze mahusiano mazuri na watu, kwa sababu anatokana na watu. Yaani watu ndo maisha yake, na sisi pia tunamwombea heri na uchaguzi ukawa heri. Mwenyezi Mungu atubariki. Niseme tu kwa kumalizia, nijitambulishe. Naitwa Bochido, lakini naitwa Paskari. Ni mwenyeji wa Sumbawanga, mkazi wa jiji la Dar es Salaam, lakini natokea Umoja wa Vijana katika Chama cha Mapinduzi CCM. Mimi ni mjumbe baraza kata ya Yombo Vituka. Niwashukuru sana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Mitano tena, mitano tena kwa rais, mitano tena kwa wabunge wote, mitano tena na madiwani pia, mitano tena. Kazi iendelee, kazi na utu ya kazi na utu. Msisahau kunywa chai. Tukutane kipindi kingine. Asante.